Sasa Sport. Ujambo mwanamichezo popote ulipo, karibu katika kipindi cha Sasa Sports kutoka hapa Sasa Media Online. Niko na mchambuzi wangu Hatibu Abduli. Leo tunaenda kuangalia mchezo wa Simba na Yanga ambayo ni dabi ya Kariakoo ambayo inategemewa kupigwa hapo kesho katika uwanja wa Benjamin William Mkapa almaarufu Lupaso. Hatibu Abduli, mambo vipi? Bwana poa kabisa, mambo yanasemaje? Mambo shwari. Naona nchi nzima imekaa tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho wa dabi kati ya Simba na Yanga. Hakika macho na masikio watu, ikifika kesho 1:15 baada ya iftari, macho na masikio ya watu wengi kwenye nchi hii kesho yatakuwa yanaelekezwa pale kwa Mkapa. Watakaohudhuria kwa macho yao wenyewe na watakao kuwa nyuma ya vioo, wote watajaribu kusikilizia nini kitatokea baada ya firimbi ya Ahmed Rajiga kupulizwa hapo kesho. Hii ni Sasa Sport. Mimi ni Fredi Kiswaga. Tunaanza uchambuzi wetu hapa na ndugu yangu Hatibu Abduli. Kesho ni dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga. Tunaitazamaje dabi hii? Kujaribu kuangalia timu zote mbili zimejiandaa kila moja kuweza kushinda. Yanga paka sasa na rekodi ya kumfunga mnyama mara 4 mfululizo, na kama kesho atafanikiwa kumfunga itakuwa ni mara ya 5 mfululizo. Na Simba ameshafungwa mara 4 mfululizo, na kama atafungwa kesho itakuwa ni mara ya 5. Tutazame mchezo wa kesho, ni mchezo wa namna gani? Kiukweli utakuwa ni mchezo mgumu ukilinganisha na michezo mingine 4 iliyopita. Simba ya msimu huu iko tofauti, japo Simba hii ya msimu huu pia imepoteza mara 2 dhidi ya Yanga, kwa maana ya ule mchezo wa nusu finali ngao ya jamii, lakini pia mzunguko wa kwanza wa ligi Simba alipoteza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo unaweza ukasema pengine Simba hii ilishapoteza tayari, lakini mimi nafikiri mchezo wa kesho utakwenda kuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu tangu walipofungwa Simba kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya Yanga, kuna maendeleo makubwa sana ya kiuchezaji ambayo yameonekana kwenye kikosi chao. Yaani kuna hatua kubwa sana kiufundi na kiuwezo ambayo imeonyeshwa kwenye kile kikosi cha Simba, kuanzia namna ambavyo wachezaji wanacheza, kuanzia mbinu za Mwalimu Fadlu. Kwa hiyo, na kama kuna kitu ambacho nimekigundua kwa Mwalimu Fadlu, ni mwalimu ambaye anajua kumsoma mpinzani, anajua kuadapt kutokana na mazingira ya mchezo. Kwa hiyo napenda kuamini kwamba anajua kesho anakwenda kukutana na mpinzani wa aina gani, na anaweza akawa anajua ni vitu gani ambavyo inabidi aviboreshe ili aweze kuona anapata matokeo chanya zaidi kwa upande wake. Kwa hiyo nafikiri hiyo peke yake inapaswa kuonyesha kwamba mchezo wa kesho utakuwa ni mgumu kuliko michezo mingine ambayo Young Africans walipata matokeo dhidi ya Simba. Simba, moja ya kauli zao kubwa wamekuwa wakijinasibu kwamba wao wanajenga kikosi, na kocha wao Fadlu Davis, hii ni dabi yake ya pili. Umeona? Na Yanga wao wana kocha mpya, licha kwamba ameshacheza michezo 5, amesare 1 na ameshinda michezo 4. Huu ni mchezo wake wa 6 sasa, na ni mchezo mkubwa wa dabi. Kwa hiyo tutegemee mchezo wa namna gani vile vile kwa upande wa kocha wa Yanga ambaye hii ni dabi yake ya kwanza, kesho anaenda kukutana nayo? Nafikiri mwalimu wa Yanga ana faida moja kubwa kuelekea kwenye mchezo huu, ni kwamba wale wachezaji wa Yanga wengi wanajua ladha ya kupata matokeo dhidi ya Simba. Yaani sidhani kama kuna mawaidha makubwa sana unatakiwa kuyatumia ili kuwaambia wachezaji wako ni raha kiasi gani kupata matokeo dhidi ya Simba. Hili kundi la wachezaji walilopo limeshapata matokeo dhidi ya Simba mara 4 mfululizo. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba wanajua kabisa nini kinatarajiwa kutoka kwao, na wanajua umuhimu wa huu mchezo, na wanajua kabisa kwamba pengine inawezekana hii ndio sehemu ambayo inaweza kutafsiri uhalisia wa ubingwa kwa msimu huu. Kwa hiyo nafikiri uzuri pia wa Yanga ni kwamba kile kikosi kina wachezaji wengi ambao ni viongozi. Yaani kabla hujakuja hata kwa mwalimu, ukiwatazama tu mchezaji mmoja mmoja uwanjani, una Job, una Mwamnyeto, una Aucho, una Azizi, au wote una Diara. Yaani unataka kariba gani ya uongozi katika timu yao? Ni tofauti labda kidogo ukizungumzia na Simba. Simba kidogo kwenye baadhi ya maeneo mengi uwanjani kuna uchanga, lakini ukiwatazama Young Africans wana experience. Kwa hiyo miongoni tu mwa wale wachezaji, kabla hata hujakuja kwa mwalimu, kuna viongozi wengi yani. Kwa hiyo hata wao wenyewe bila hata kujua kwamba mwalimu atasema nini, ni rahisi wao wenyewe kukumbushana na kuambiana umuhimu wa huu mchezo, na wameshapata matokeo mara 4. Najua kwamba wao wanajua umuhimu kabla hata mwalimu hajakuja kuleta mawaidha yake. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho mwalimu Hamdi anafaidika nacho, ni kuwa na kundi kubwa la viongozi uwanjani. Nafikiri ukitazama Simba wachezaji wengi ni wadogo, kwa hiyo kuna uwezo, lakini sidhani kama kuna viongozi wengi wachezaji miongoni mwao ukilinganisha na Young Africans. Kwa hiyo
Mwalimu unaweza kuwa ni mchezo wake wa 6, inaweza kuwa ni dabi yake ya kwanza, lakini faida alionayo ni kwamba ana kundi la wachezaji ambao wanajua nini maana ya kupata matokeo kwenye mchezo huu, na ana viongozi wengi kwenye kile kikosi chake cha kwanza kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo kwa maana unamaanisha kwamba Yanga confidence yao iko juu kwa sababu hii ni dabi yao ya 5, licha kwamba wana kocha mpya na wana uzoefu na dabi kwamba wameshinda michezo minne. Simba wameshapoteza michezo minne, lakini vile vile Simba wamekuwa wakitumia kauli kwamba wao wanajenga kikosi. Ina maana kama ikitokea kesho wakipoteza mchezo, wanaweza wasijilaumu kwa sababu wao wamesema wanajenga kikosi chao. Hii unaionaje? Hapana, mimi siamini kama Simba wanatengeneza kikosi. Kauli hii labda ingekuwa inaswihi miezi kama 3-4 ya mwanzo ya msimu huu, lakini ukiniuliza mimi sasa hivi nitakwambia kwamba Simba wameshajipata. Na mimi huwa naitathmini timu ambayo imekamilika kwenye kitu kimoja tu. Mimi huwa naitazama timu katika ule uti wa mgongo. Hata kama ni ndani ya dirisha moja, timu ikiweza kufanya usajili mzuri kwenye eneo la goalkeeper, eneo la beki wa kati, kiungo cha chini, kiungo cha juu na eneo la center forward, ule uti wa mgongo wa timu, ukipata wachezaji wenye quality, hiyo timu haijengwi tena. Hiyo timu tayari inakuwa imeshakamilika. Ukiwatazama Simba wana ubora kwenye maeneo yote hayo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi nitakwambia Simba hawatengenezi timu. Viongozi wa Simba wenyewe ukiwauliza wanaamini wanashindana. Kina wazee kina Azim Deuji, kina watu kama umewahi kusikiliza kauli za Ahmed Ali hivi karibuni, anakwambia Simba wanataka ubingwa. Tafsiri ya timu inayotaka ubingwa maana yake ni timu ambayo inashindana. Timu inayotengenezwa haiwezi kuweka malengo ya moja kwa moja kwenda kuchukua taji mwisho wa msimu. Kwa hiyo Simba hawatengenezi timu. Labda walikuwa wanatengeneza timu mwanzo kwa sababu mwalimu alikuwa ni mpya. Kundi la wachezaji waliokuwepo pia walikuwa ni wapya, kwa hiyo mwalimu alikuwa anakitafuta kikosi chake cha kwanza. Lakini kwa ubora wa wachezaji ambao wamesajiliwa Simba, ile ni timu ambayo inatosheleza kushindana. Nitakupa mfano wa Young Africans. Yanga baada ya ile miaka 4 mfululizo ya Simba, ndani ya dirisha moja Yanga walimpata Diara, wakampata Aucho pamoja na Bangala, wakampata na Maele. Namba 10 alikuwa ni Fei, Job pamoja na Mwamnyeto alikuwa na mabeki wakati. Na dirisha hili Yanga msimu ule wakachukua ubingwa. Kwa nini walichukua ubingwa? Kwa sababu walikuwa wamepata wachezaji wa maana kwenye maeneo yote ya msingi kwenye ule uti wa mgongo. Hali kadhalika kwa Simba, na ndio maana Simba wako nyuma kwa tofauti nafikiri ya alama 4, wana mchezo mkononi. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wana timu nzuri marai Simba. Kwa hiyo nafikiri nadharia ya kusema tunatengeneza timu hii inaweza ikabaki zaidi kwa mashabiki, lakini viongozi wa Simba na mimi mwenyewe naamini Simba wanashindana, na ndio maana wapo hapo walipo, na ndio maana wana timu nzuri msimu, kwa sababu wamefanya usajili ambao umekidhi mahitaji yote ya msingi kwenye ule uti wa mgongo ambao mimi huwa naamini ukipata wachezaji wenye ubora, hiyo timu hata kama ni ndani ya msimu mmoja iko tayari kushindana, na ndicho ambacho Simba wanakifanya hivi sasa. Unamwona mshindi wa mchezo wa kesho anaenda kuwa bingwa wa msimu ligi kuu ya NBC? Hapana, lakini itatoa mwangaza mkubwa zaidi wa kile ambacho tunakwenda kukitarajia kwenye michezo ambayo itakuwa imebaki, kwa sababu tukisema tuirahisishe namna hiyo, manake hiyo michezo mingine yote itakayokuwa inafuata, manake tuseme haina muktadha wote mkubwa kwenye ubingwa. Na ukweli ni kama michezo iliyobaki ni mingi, na ipo michezo ambayo kimakaratasi au kinadharia Simba au Yanga anaweza kuendelea kudondosha alama hapo katikati. Simba ana mchezo mgumu dhidi ya Singida kwenye mizunguko inayokuja. Yanga usisahau ana mchezo dhidi ya Azam, ana mchezo dhidi ya Tabora, timu ambazo zilishapata matokeo ya alama 3 dhidi ya Yanga. Kwa hiyo tukisema nafikiri tutoe mwafaka wa moja kwa moja kwamba bwana atakayepata matokeo Jumamosi basi ndo bingwa, nafikiri tunakuwa tumezivunjia haki fixtures zingine ambazo zinaweza zikawa kama ganda la ndizi. Yaani mimi naona kunaweza kukatokea ganda la ndizi hapo mbele kwa Simba au Yanga. Kwa hiyo nafikiri tu unapomfunga mpinzani wako mkubwa kwenye hatua kama hii, hali ya kujiamini inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo unakuwa unaona yes, nimeshazipunguza alama, yani nguvu ya mpinzani wangu wa karibu nimeshaipunguza. Kwa hiyo nguvu ya kwenda ya kupambana na kupata alama 3 kwenye michezo inayokuja inakuwa ni kubwa. Lakini ukweli ni kwamba michezo inayokuja pia ni michezo ya kiushindani. Huu ni mchezo mkubwa, lakini zipo mechi ambazo Yanga au Simba asipokaa vizuri juu ya kwamba yoyote anaweza kupata matokeo kesho, bado mimi naamini anaweza katokea mpinzani hapo mbele akawa ni ganda la ndizi kwa yoyote, na bado mbio za ubingwa pengine zikaenda zikaamuliwa kwenye michezo mingine ya mbele zaidi tofauti na huwa kesho. Tofauti ya point, Yanga anaongoza kwa point 58 na Simba na point 54. Na Yanga amekuwa katika mchezo wake ya nyuma mingi akishinda goli nyingi sana. Ameshinda goli 4, goli 5, na Simba ameonekana akishinda goli chache sana. Paka sasa ukijaribu kuangalia katika rekodi ya magoli, Yanga amekuwa na magoli mengi sana. Hata ukiangalia huyo Simba msimu uliopita alimpiga goli nyingi sana. Je, unaona kikosi cha Yanga kesho tena kwenda kushinda goli nyingi kama ambavyo imekuwa ikishinda katika timu nyingine? Hapana, niwe mkweli.
ikitokea hivyo itakuwa ni mshtuko kwangu mimi, kwa sababu Simba kama kuna kitu ambacho kimebadilika sana kutoka kwao ni namna ambavyo wanazuia sasa hivi Simba wametibu miongoni mwa matatizo ya msingi ya Simba msimu uliopita alikuwa ni kukosa kiungo namba 6 asilia. Ngoma ni namba 6 lakini yule ni kiungo mchezeshaji wa chini. Ngoma ni mzuri zaidi timu ikiwa na mpira. Msimu huu maingizo ya Kagoma na Okejefa yamekwenda kumaliza kabisa ule mzizi wa matatizo ya Simba kuzuia kwenye eneo la katikati, na ndio maana Simba mpaka sasa hivi ndio timu ambayo imeruhusu magoli machache, sio kwa bahati mbaya. Na hata ukitizama desturi, kama umekuwa ukitizama mechi za Simba, hata ukitizama desturi ya magoli ambayo Simba wanaruhusu, mara nyingi ni makosa ya mchezaji mmoja mmoja. Yaani unakuta kujisahau kwa goalkeeper, back pass ambazo zinakuwa zieleweki, lakini sio makosa ambayo yanatokana sana sana na mfumo au muundo. Kwamba labda mfumo kabisa, unaona hapo mpata hitilafu, jua kwamba hakuna mfumo usiokuwa na kasoro, lakini ukitizama aina ya magoli ambayo Simba wamekuwa kiaruhusu, magoli mawili dhidi ya Coast yale, unaona kabisa ni magoli ambayo unaweza kusema yanaepukika. Goli la Chasambi alilojifunga dhidi ya Fountain Gate ukikaa ukilitazama unaona labda lilikuwa linaepukika. Kwa hiyo hata goli ambalo walifungwa na Yanga ulikuwa unaona okay, goalkeeper kwa nini labda alifanya kile alichokifanya. Kwa hiyo kuna namna ukitathmini details ndogo ndogo ya magoli yao, ni magoli ambayo sana sana unahisi labda tungeweza kufanya hivi, labda tungeweza kuliepuka, labda tungeweza kufanya hivi, labda tungeweza kuepukana na hili. Kwa hiyo sitarajii, nikirudi kwenye muktadha wa swali lako, sitarajii kiukweli kuona dhahma kubwa ikitokea kwa Simba, lakini ikitokea itanishangaza, kwa sababu sasa hivi Simba kukaa nyuma ya mpira na kupokea mvua ya mashambulizi kwa wao sio tatizo. Sasa hivi wachezaji wa Simba ukiwatazama kiumri wengi ni wadogo, kwa hiyo wana energy ya kukimbia sehemu kubwa ya mchezo. Then pia wametibu tatizo la msingi ambalo lilikuwa ni kukosa kiungo mkabaji. Wana kiungo mkabaji Yusuf Kagoma ambaye ni mzuri sana. Kwa hiyo ikitokea dhahma ya goli nyingi itakuwa ni mshtuko kwangu mimi. Naamini mchezo wa kesho utakuwa ni mgumu sana kwa kweli. Karata yako unaweka wapi katika mchezo wa kesho? Binafsi nitakwenda na Simba kesho. Nafikiri kuna kitu kinaniambia kwamba unajua ukisema uangalie wahasimu wa Young Africans kwenye mji huu, hata KMC na Yanga inaweza kuwa ni dabi pia. KMC na Yanga na JKT Tanzania inaweza kuwa ni dabi, si mnatoka wote. Na watu kama hawa hata ukikaa labda miaka 3 4 ukao unamburuza, hakuna mtu anajali. Yaani Yanga kumfunga KMC miaka 3 4 5, lakini unamwangalia Simba, unamwangalia Yanga, alafu unasema okay, ndo mara ya 5 mfululizo hii hata huo uhasimu wenyewe kweli unaswihi tena kuitwa uhasimu. Yaani kama sasa uhasimu uko wapi? Labda litabaki jina mwisho wa siku, lakini na mimi naweza nikasema labda ni wape tutahadhari Yanga waingie kwa umakini mkubwa kesho, kwa sababu inawezekana sio tu Simba watataka labda kumaliza uteja, kwa mtazamo wangu wanaweza kataka pia kumaliza uteja kibabe. Unajua zile mechi 4 watasema okay, sasa mechi ya kesho sisi tunataka tuingie alafu tuimalize kwa kishindo. Kwa hiyo huo ni mtazamo wangu mimi. Najua Simba wanajua umuhimu wa kushinda huu mchezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nafikiri nitaielekeza karata yangu kwa upande wa Simba kesho kupata matokeo kwenye mchezo. Mtazamaji wa Sasa Media Online, hii ni Sasa Sports. Mimi nilikuwa na Hatim Abduli hapa tukitazama mechi ya kesho ya derby kati ya Simba na Yanga ambayo inaenda kupigwa kesho katika uwanja wa Lupaso. Mimi naitwa Fredrick Swaga, nikushukuru sana kwa utazamaji wako katika kipindi chetu cha Sasa Sport kupitia Sasa Media Online. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye. Hii ni Sasa Sport.